Karibu kwenye kurasa zetu za historia, ambapo leo tarehe 30 Machi mwaka wa 2026 tutarejelea tukio lililotikiza dunia miaka 45 iliyopita. Tarehe kama ya leo, tarehe 30 Machi mwaka 1981. Siku hiyo ya kukumbukwa, Ronald Reagan, rais wa Marekani mwenye umri wa miaka 70, alipigwa risasi nje ya Washington Hilton Hotel katika tukio lililozua hofu na mshangao mkubwa duniani. Risasi moja ilipenya mwilini mwake na kusalia umbali wa takriban inchi moja tu kutoka moyoni, hali iliyosababisha bafu lake kuporomoka na kuanza kuvuja damu ndani kwa ndani. Katika hali hiyo ya maumivu makali na hatari ya kifo, Reagan alikimbizwa hospitalini kwa dharura, huku maisha yake yaking'ing'inia kwenye uzi mwembamba. Lakini kilichowashangaza wengi si tu kupona kwake, bali ni jinsi alivyochagua kukabiliana na majaribu hayo. Akiwa bado nafahamu, alimwambia mkewe kwa mzaha, "Mpenzi, nilisahau kuinama." Na alipowasili chumba cha upasuaji, aliwatazama madaktari na kusema, "Natumaini nyote ni Republican." Daktari mmoja alimjibu kwa hekima, "Leo Mheshimiwa Rais, sisi zote ni Republican." Hata baada ya kufanyiwa upasuaji wa dharura na kuwekwa mashine za kumsaidia kupumua, aliendelea kuandika utani kwa ajili ya wahudumu wa afya, akitumia ucheshi kama silaha ya kupambana na maumivu na hofu. Tukio hili linalojulikana kama attempted assassination of Ronald Reagan lilibeba funzo kubwa kwa dunia nzima. Reagan hakuchagua hofu, alichagua ujasiri, utulivu na tabasamu hata alipokuwa uso kwa uso na kifo. Hivyo basi, leo tunapokumbuka tukio hili la kihistoria, tunajifunza kwamba ujasiri wa kweli si kukosa hofu, bali ni uwezo wa kusimama imara, kutabasamu na kuwapa wengine matumaini, even pale maisha yanapokuwa hatarini. Mimi ni mfalme wa lugha, Shadrack Chibi. Kwaheri kwa muda.